Tamko la Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na taasisi zote za Kiislamu nchini juu ya yale yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Mola wetu muumba na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi na salamu zimwendee yeye, masahaba wake pamoja na watu wa nyumbani kwake. Hivi karibuni taifa letu lilifanya uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, rais wa Zanzibar, wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani. Katika kipindi chote cha mchakato wa kuendea uchaguzi huu, tumeshuhudia kwa upande wa wanasiasa kuibuka kwa makundi mawili kwa ukubwa tofauti. Kundi moja likitaka uchaguzi ufanyike kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu inavyotutaka. Kundi la pili likigomea kushiriki na kutoka wengine wote wasishiriki kutokana na kile walichokuwa wanakieleza madai ya mabadiliko waliokuwa wanayataka yafanywe kwa namna wanayoyataka wao. Na kutokana na hali hii, kundi hili mpaka tulipoingia kwenye uchaguzi wao hawakushiriki katika uchaguzi wetu wa mwaka huu wa 2025. Tarehe 29 Oktoba ndiyo siku iliyokuwa ya kupiga kura na kura zilipigwa na uongozi kupatikana. Kuanzia siku ile ya kupiga kura kulizuka genge lililokuwa likiwatisha watu kwa kupora na kuharibu mali pamoja na miundombinu mbalimbali, kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Katika siku hizi za uhalifu huu, Watanzania wakagawika katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza la waliofanya uhalifu. Kundi la pili waliochukizwa na uhalifu uliokuwa ukifanywa. Kundi la tatu waliofurahia uhalifu na uvunjifu wa amani uliotokea. Kundi la nne wachochezi wa ndani na nje ya nchi yetu, wakiwemo mpaka wale ambao si wa Tanzania. Kundi la tano serikali na vyombo vya dola, na kundi la sita wanasiasa kwa mitazamo tofauti. Wakati hayo yakiendelea, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilitoa tamko kuhusu kile kilichokuwa kinaendelea. Mkuu wa majeshi nchini alitufahamisha kuwa kile kilichokuwa kinaendelea ni uhalifu na watekelezaji wa uhalifu huo ni wahalifu, na hapa na nukuu: ndugu wananchi, itakumbukwa kuwa jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja, mwisho wa kunukuu. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu ambavyo vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo, ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Yote haya yakisababishwa na hilo genge lililokuwa likifanya fujo, wizi na uharibifu mkubwa wa mali na miundombinu. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Sisi kwa umoja wetu tumeumia sana kwa haya yaliyotokea, hasa maisha ya watu yaliyopotea kutokana na vitendo hivi vya kihalifu. Kwani mafundisho yetu yanasema maisha ya mtu mmoja kupotea ni sawa na kupotea maisha ya watu wote. Qur'ani, Suratul Maida aya ya 32. Kama ambavyo katika aya hii pia inaeleza yeyote mwenye kuokoa maisha ya mtu mmoja ni sawa ameokoa maisha ya watu wote. Kwa msingi huu, sisi kwa umoja wetu tumesikitishwa sana na upoteaji wa maisha ya watu kwa hali yoyote ile iwayo. Na ndio maana kwa sababu ya kuchelea mambo kama haya, sisi kwa umoja wetu kipindi cha kabla ya uchaguzi tumefanya kazi kubwa ya kuhimiza juu ya umuhimu wa kutunza amani ya nchi yetu, na pale inapobidi kuna haki zinadaiwa, basi haki hizo zidaiwe katika taratibu ambazo hazitoleta uvunjifu wa amani
na kupelekea maafa makubwa kama hayo yaliyotokea katika nchi yetu. Kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu, tulitumia muda mwingi kuwaasa waumini wetu na Watanzania kwa ujumla kuitunza na kuilinda amani ya nchi yetu, pamoja na kujiepusha na vitendo na maneno ambayo yanaweza kuwa cheche ya kupelekea uvunjifu wa amani. Sisi kwa umoja wetu tunaendelea kushikilia msimamo wetu wa kujali na kusimamia na kulinda amani ya nchi yetu, kwani tunaamini pahala pasipo na amani haki haiwezi kudaiwa wala kupatikana. Haki ni mchakato, process. Na kwa msingi huu, haki ili ipatikane inahitaji wakati na pahala, time and space, na ili pahala pa kudaia haki paweze kufanya hivyo, amani inahitajika kwanza, ndipo haki iweze kupatikana. Pahala penye fujo, vurugu na watu kutishiwa mpaka kukatwa sehemu za miili yao, pahala hapo kamwe hapawezi kuwa na mazingira sahihi ya kutoa hiyo haki inayodaiwa. Sisi kwa umoja wetu tunaamini vitendo hivi ambavyo vimeleta maafa katika nchi yetu ni vitendo vya kulaaniwa na ni lazima vidhibitiwe na kuhakikisha havitokei tena katika nchi yetu. Lakini pia sisi kwa umoja wetu tunaitaka serikali yetu ifanye uchunguzi wa kina juu ya kina nani ndio waliokuwa vinara wa kuwachochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa kuwahi kutokea katika nchi yetu mpaka kufikia maisha ya watu kupotea. Sisi kwa umoja wetu tunaiomba serikali yetu kuwaangalia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekumbwa na maafa hayo na wala hawakuhusika kwa namna yoyote ile, kuangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Sisi kwa umoja wetu tunaisihi serikali katika kipindi hiki iangalie pale panapohitaji suluhu pafanyike suluhu, kama mafundisho yetu yanavyosema, na suluhu ni kheri. Suratu An-Nisa aya ya 128. Na pale panapohitaji maridhiano, basi pia serikali yetu iwe tayari kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na raia wake. Japokuwa pia tunaisihi serikali yetu suluhu na maridhiano isiwe ni zawadi wanayopewa wale waliohusika na kushiriki katika uhalifu huu uliopelekea maafa haya. Sisi kwa umoja wetu tumekusanyika hapa kwa lengo la kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kulinda nchi yetu na watu waovu, na awasamehe wale ambao hawajui walifanyalo, lakini wale waliofariki na wasio na hatia awalipe kwa namna apendavyo. Kwa hakika yeye ni mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mwisho, sisi kwa umoja wetu hatuoni kuwa ni busara na hatuoni kuwa ni afya kwa umoja wetu na mshikamano wetu katika nchi yetu sisi kuitwa wajinga kwa sababu tu tulikuwa tukihimiza amani. Kama ambavyo kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania pamoja na viongozi wengine kamwe hawezi kuwa mjinga kwa sababu ya kusimamia swala la amani katika nchi yetu. Amani ambayo ikiwepo tunanufaika na kufaidika nayo sisi sote. Fahamike pia kwa sisi kwa umoja wetu tukiongozwa na kiongozi wetu mkuu wa kiimani hatujawahi hata mara moja kuzuia watu wasidai haki zao wala kuifuatilia haki zao kwa kufuata taratibu tulizojiwekea katika nchi yetu. Sisi kwa umoja wetu tunaamini kuwa ndani ya nchi yetu kuna haki mbalimbali ambazo zinadaiwa kutoka kwa makundi mbalimbali na wakati mwingine kutoka kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hivyo tunawaasa wale wote wanaojiona kuwa wanazo haki wanazodai kutoka serikalini au popote kule ndani ya nchi yetu, hata mara moja kudai haki hizo isiwe sababu ya kufanya vitendo vya kihalifu na kudhuru wengine. Mafundisho ya dini yetu yanatutaka mara zote kuhakikisha kuwa hatumdhuru yeyote na wala sisi wenyewe tusijidhuru. Sema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usizuru wala usidhurike. Tunasisitiza kuheshimiana, kuthaminiana na kusimama pamoja katika kudumisha amani, umoja na mshikamano wetu.
bila ya upande fulani kujiona kuwa wao ndio wana haki zaidi na nchi hii kuliko wengine. Kama ambavyo sisi kwa umoja wetu tunaamini kwa dhati kuwa katika nchi yetu hakuna raia daraja la pili kwa sababu ya dini, kabila, wanakotoka au rangi yao. Mwisho, sisi kwa umoja wetu tunaazimia kuendelea kuiombea dua nchi yetu dhidi ya wote wale wanaotaka amani ya nchi hii ipotee kwa maslahi yao, na Mwenyezi Mungu atubainishie wale waovu, tuwajue na kuwatambua, na tuoneshe haki katika sura yake ya kweli, na turuzuku kuifuata, na tuoneshe batili katika vazi lake la uovu ili tuweze kuisitisha. Aidha, mwisho tunatoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Spika wa Bunge, Rais wa Zanzibar, Waziri Mkuu na Mwanasheria Mkuu wa Serikali, wabunge, wawakilishi na madiwani kuchaguliwa kwa viongozi wetu kwa miaka 5 ijayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu idumu amani yake, awajalie wale wote walioathirika na maafa haya, awape faraja na kuwaondeshea huzuni katika nyoyo zao. Ajalie wale waliopoteza maisha awape malipo yanayostahili huko walipo, na wote waliopata majeraha awaponye majeraha yao kwa haraka, na waliopoteza mali zao Mwenyezi Mungu awape badili ya mali hizo. Allahumma amin. Tunatoa wito kwa Waislamu na Tanzania wote katika kudumisha amani, mshikamano na umoja wetu wa kitaifa, kwani kufanya hivi kuna maslahi kwetu sote. Imesainiwa na Sheikh Hassan Said Chizenga, Katibu Baraza la Ulama, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Taifa, Sheikh Abdalla Dauga, mwenyekiti wa Hayatul Ulama, Sheikh Alhadi Musasano, mwenyekiti wa Chama cha Wasomaji wa Qur'an Taifa, Sheikh Rajab Katiba, katibu mkuu wa taasisi ya Malini, Sheikh Amir Hamisi Bwana, katibu mkuu wa Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA, Amir Hassan Muhammad, naibu katibu Darul Irshad Markaz Kabir, Ustadh Juma Nchia, mwakilishi wa TAMRO, chama cha wanazuoni wa Kiislamu Tanzania.